Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma, nikajalia mapenzi na rehma, mawadda, mapenzi kwa mke na mume na kuhurumiana. Mwanamke amhurumie mumewe na mume pia amhurumie mke wake. Ikiwa mwanaume anaenda kazini, basi akirudi nyumbani mume anatakiwa amhurumie, lakini yule mume naye pia anatakiwa amhurumie yule mkewe, kwa sababu kuna shughuli nyingi sana anazofanya ndani ya nyumba. Lakini pia Mwenyezi Mungu anaendelea kusema ndani ya Qur'ani ya kwamba mzinifu hataolewa isipokuwa na mzinifu mwenzake ama mshirikina. Ama mshirikina pia hataolewa isipokuwa na mshirikina mwenzake. Kwa Muislamu amezuiliwa kumuoa mshirikina ama mtu mzinifu. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyasema hayo, basi tunatakiwa tuyafanyie kazi wanamume na wanawake. Tuyafanyie kazi wanamume na wanawake. Inatakiwa wewe mwanamke utambue Mwenyezi Mungu amekuamrisha nini na nini, ya kwamba kuna majambo ama kuna mambo yanastahili yapate mume tu. Kuna majambo yanastahili yapate mume ambaye aliyeoa. Mambo hayo mtu mwingine hatakiwi kuyaona ama kuyapata. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu bado tuambia mwanamume haoi Muislamu mzinifu haoi isipokuwa na mzinifu mwenzake, ya kwamba binti akiwa ni mzinifu leo hii ana mwanaume huyu, kesho ana mwanaume huyu, huyu mwanamume huyu au mwanamke huyu hawezi akaolewa na mtu Muislamu. Pia mwanaume pia akionekana hapo katika hiyo, leo yuko na Mwajuma, kesho na Fatima, kesho na Rukaya, akija katika nyumba yako uwezi ukampa binti huyo. Lakini pia jambo hili limefanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuoa ni nusu ya dini. Kuoa ni nusu ya dini. Basi wanaoana wamefanya nusu ya dini, inatakiwa wamwabudu Allah wafanye nusu nyingine iliyobakia. Majambo kama haya inapofungwa ndoa, nuru inashuka, rehema inashuka ya Mwenyezi Mungu. Mina asafi shadide, kwa masikitiko makubwa, ndoa hizi tunaziharibu sisi wenyewe Waislamu. Ndoa hizi tunaziharibu. Watoto wadogo wanaoana, lakini vitu vinavyofanyika, huenda ikawa watu wameandaa mapombe, huenda ikawa watu wameandaa miziki, huenda ikawa watu wanaandaa majambo yasiyofaa katika kumkaribisha sheitani. Kwani haya tunawaharibia watoto sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ule utulivu utakosekana. Na mama zetu na dada zetu wakiwa garaji ya karani kwa ajili ya furaha, hiyo si furaha bali unamkaribisha sheitani katika ndoa hii. Tumuogope Allah Tabaraka wa Ta'ala. Haya yote tunayoyatenda, ipo siku tunakutana na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikiwa wewe ni mke wa mtu unaokatikia wanaume usiokuwa halali yako barabarani, utaenda kumweleza nini Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hizo nyama ulizopewa na Allah, siku moja ukiingizwa katika kabri. Hii dunia, wama alhayatu dunia illa mata'ul ghurur. Hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe ndogo yenye kudanganya. Leo hii tumekuja kwenye furaha, hauzuiliwi kufurahi, lakini usijume mipaka kumwasi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sidhani ewe dada ewe mama unakata viuno utakatikia viuno baba yako ama kaka yako, utakata viuno na mtu ambaye si halali yako, atakushika mtu si halali yako, atakugusa mtu si halali yako. Tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nusu ya dini tunaifanya, inakuwaje tuharibu jambo letu katika mambo yasiyofaa? Leo hii sisi tumeandikana na Allah tutarudi salama nyumbani. Wangapi na wangapi wameamka saizi tunao wanaandaliwa tuwe katika mwana ndani. Vipi mimi au wewe kusikiliza roho yako muda una sahihi, utaenda kumweleza nini Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah amekupa neema masikio, utaulizwa sikio masikio unatumiaje? Allah amekupa neema ya miguu, utaulizwa miguu ulitumiaje? Allah amekupa neema ya akili, utaulizwa akili ulitumiaje?
Wapo ambao waliopenda kusimama kama Mwenyezi Mungu amewaweka chini. Usimshukuru Allah kwa neema hiyo. Wama alaina illa al-balagul mubin. Si nyingineyo kwa mnifikishaji. Kama linalokufurahisha basi lichukue, kama kuna lilokuuza na kwangu mwenyewe naomba tuliache inshallah.